Yes, mjamboni. Story time. Wakati ile tukiwa high school, nilikuwa form 3. Form 3 kuna sisi shule yetu tulikuwa na stream 7 kwa kila stream mpaka form 3. Form 4, form 3 na form 4 stream 5. Form 2, form 1 zilikuwa stream 7. So ilikuwa ni saa 2. Ilikuwa ni saa 2. Siku ya saa 2 kwa high school nyingi, mnajua inakuanga ni siku ya entertainment. So kwa sababu ilikuwa ni siku ya entertainment, tulichukua sapa mapema. Tulikuwa na hiyo moral ya kwenda entertainment. Wakati hizo bwana movie bwana, tulikuwa tunawekewa mapirana, kama wale wanakumbuka hizo series, tunawekewa hizo vitu bwana. So tulikuwa na hiyo moral, tunangojea entertainment bwana. Na wakati huo swag ilikuwa unaenda unanunua hiyo lollipop, alafu unakaa entertainment ukinyonya. So tulikuwa tumeenda tumechukua sapa, tumekula pale. Bahati mbaya kukawa na blackout. Na ndio masaa ya kuanzisha nini? Enter. Tukashindwa inani aje bana. Na tulikuwa na automatic backup generator. Lakini siku hiyo ikawa ni bahati mbaya, ilikataa kuwaka. Ikabainika kwamba kumbe mafuta iliyokuweko ndani ilikuwa imeisha. So si captain order kila mtu, akatoa order kila mtu aingie wapi? Class yake, watu wasiingie kwa madoms. Juu kwa madoms mambo mingi hufanyika kwa giza sana. Wengine ni wezi, wengine watu wanaanza, unajua utukutu unakuanga pia shule. So si captain pamoja na prefects na wale wengine wakasaidiana, kila mtu akaingia wapi? Class yake, alafu akafanya maoperation yao huko kwa madom. Unajua wakati huo prefects walikuwa wanapiga watu bana, akitoa belt akikuwekelea unashangaa bana. So tukaenda kwa class. Kwa hiyo harakati ya kuingia class, si jua tuko idle, tunajua ni siku ya entertainment. Watu wame switch off mind ya kusoma, ni story time sasa ya kupiga ma story. Bana, tukapiga story. Kulikuwa na jamaa stream next mbele yetu. Huyo jamaa alikuwa na imitate principal 99%. Sauti ni hiyo exactly. Now, because kulikuwa na blackout, kulikuwa na total darkness kwa classes zote. Hakukuwa na mbalamwezi kwamba kunaweza kuwa na ka light kidogo kwa class. So kulikuwa na total darkness. Hata ndio ujue mahali mwenzako hapo, labda upitishe mkono hivi umshike ujue kumbe uko hapa. So huyo jamaa alichukua advantage ya blackout. Akatoka kwa class yake, akatembea kwa kila stream akiambia watu, I want people to keep quiet. Anaongea kama Prince sasa. Si wasiwa kwaona kimeumana bwana, Prince yako around. Na watu unajuanga high school, shule kubwa hizo, wenye watu huogopa Prince. Alafu wakati huo discipline ilikuwepo, si kama saa hizi wanafunzi waogopi walimu. Wakati huo hata basa tu akipita pale asema mnapiga kelele nyingi, wewe unasikia tu umemuogopa hivi, unasema basa ameongea pale bwana, anaweza kutufanyia setup na Prince ama walimu watukujua tushambulie. Na wakati huo kiboko ilikuwa inawaka bana. Ukipatikana kwa makosa unateketea peke yako. Na wakati huo tulikuwa na deputy principal, kabla kupige anafanya ni kama analia kwanza. For those who are in St. Joseph's boys wanajuanga Mr. wale wajamaa walikuwa kuanzia 2011 kurudi nyuma, St. Joseph's Boys Kitale. So kulikuwa na deputy principal, alikuwa mzee hivi wa miwani hivi akiongea hivi, wale wanajamaa wanajua. So wanajua yule jamaa bwana. So si huyu jamaa akatembea kwa kila class akiambia watu wanyamaze. Sauti ni hiyo ya Prince kabisa. Nikiwaambia 99%, yani ni karibu na ukweli kabisa. Na kama ni ukweli, kwa sababu hiyo 1% hauwezi ukabashiri sana kama si hiyo ama ni hiyo. So jamaa akakuja bana. Wakati alifika klasi yetu, jamaa akakuja pale bana. Alitung'aria sana. So alikuja class, tulikuwa tunaendelea kupiga makelele hiyo. So na alikuwa amenyamazisha hizo streams zingine zote, so our class ilikuwa bado inapiga kelele. Si jamaa akakuja akaingia ndani bwana. This class is making a lot of noise. I want everybody to kneel down. Wasee tulishuka kwa maloka bwana. Tuka kneel down bwana. Hands up. Haya, endelea kuita mvua. Si akaenda kwa stream next, akaangalia watu wako sawa. Akarudi bwana. Akakuja class prefect, come here. Class prefect akaenda pale mbele. Alafu hakuna kitu mzuri wasee ufurahia
class prefect akiarasiwa, kwa sababu huwa sometimes huwa anasumbua sana class eh, yani anakaanga ndio boss wa class, so kuna kwanga na hiyo kamatwe kabisa. So why is your class making a lot of noise? Hiyo ndio maswali alikuwa anaulizwa. So jamaa akashindwa kuuliza bwana, akawekelewa bare. Ai bwana, sisi tukajua huyu ni Prinzi, si mwanafunzi ana imitate Prinzi. Huyu kama class prefect amewekelewa kofi hivyo so akaanza kutembea bwana, akaanza kutembea. Ai, akaita ma prefects wote. So mnajuanga high school kuna kuanga na prefect wa dormitory, kuna wa DH, kuna wa jikoni, sanitary and whatever, kuna wa games, kuna wa inaitwangaje clubs and societies, kuna hawa ma prefects mnajuanga huko high school. Sijui kama kungali na wakati huu. So akaita prefects wote wenye walikuwa kwa class yetu, walikuwa around 6 of them. So wakaenda pale mbele. Walipoenda pale mbele akawaambia, you are in class, instead of telling your fellows to keep quiet, you are entertaining their noises. There is nothing you are doing here. So akawaambia pia wa kneel down. Kuna prefect moja alisita kuenda chini bana, aliwekelewa bare ni kofi. Unajuanga ile kofi wamesambaratisha vidole hivi, wakikuangushia hapa utafikiri umegongwa na gari. Utaangalia taa zinamulika blue green, alafu kunakuwa na total darkness, na kama wewe si strong, kizunguzungu itakushika, ama sijui ni Kiswahili, utaenda chini lazima. Huyu jamaa aliwekelewa bare kofi. Hey! Kwa mara ya pili bwana, tukajua hiyo ni ukweli. Huyo sasa si ati ni mtu wa kuimitate, huyo ni Prinzi live. So kwa hiyo harakati tukajua hapa mambo kimeumana bwana. Kwa bahati mzuri, by good luck, stima zikarudi bwana. Tukaona jamaa amesimama pale mbele, kumbe ni yule jamaa wa kuimitate Prinzi, sio Prinzi. Fuatilia part 2 niwaambie aliyojiri.